Okay bana, leo mamake David anamuita Azizi na kumwambia kae chini na muongeze naye ya muhimu sana. Bibi yule kukaa chini tu, mama mtu akaanza kumfukia na kumwambia ulichokifanya sijakipenda hata kidogo. Hasa kati anaendelea kuongea bwana, David analisikia kule chumbani na kuniambia kulikoni, kuna nini? Ila mama mtu sasa akuacha kunyamaza, endelea kumfukia na kumpa maneno ambayo aliyokara. Lakini mwisho wa siku bibi yake anataka kuondoka. Huyu mama akamwambia visikiliza, ili uweze kuondoka niombe samahani. Tena samahani hiyo useme samahani mama. Mwisho wa siku bibi yule akaenda chumbani na kuanza kulia machozi kwa ile bwana mkubwa David anafika hapa chumbani na kuanza kumwambia tafadhali nakuomba unyamaze. Haya yote naishi najua mama yote lazima ndio hivyo, kwa lazima thamini mtoto wake kuliko watoto wa wenzake. Ila mwisho wa siku bwana David akamwambia na bibi inatosha basi, haina haja kunifariji, haya yote nishazoea. Mwisho wa siku hawa wawili wakaanza kufurahia, kwanza kufanya maongezi. Ile bwana mkubwa leo David anamwambia sikiliza mke wangu, nina ombi moja, mama leo yuko hapa hapa, kwa hiyo inabidi mimi na yeye tulale hapa. Ile bibi yule alikuwa na goma kabisa yeye na David kushia kitanda kimoja. Sasa bibi yule kabisa aanze kumwambia kwa nini sasa mama yako asiondoke. Ila mwisho wa siku mama yao akawaita David pamoja na Azizi waje wapate chakula cha usiku. Ile mwisho wa siku bibi yule akamwambia tafadhali na kwamba usifanye chochote cha kumuudhi mama. Mwisho wa siku hao wawili wakaelekeza kwenda kupata chakula cha usiku. Sasa kwa upande wako pili, mama yake na Messi bwana anamuingiza mchepuko wake ndani kwao. Baada ya ule mchepuko kufukuzwa kule alipokuwa anaishi. Sasa mchepuko hataki kuingia ndani. Anambia sikiliza, haya kulikoni? Kwa hiyo jana guest tujaenda kukuambia sikiliza, vile vitu vyote ni vya mke wangu, sina chochote. Sasa hivi mimi nikapuku hoe hai. Ila mwisho wa siku bibi yule akamwambia sikiliza, wewe ni fala nini? Yaani huna hata chochote? Anambia ndio. Tafadhali nakuomba unisaidie niweze kujishikiza kwa siku 2-3. Mwisho wa siku mama yake na Melissa akamkubali, anambia sikiliza, ile begi kwanza libebe. Akamuingiza mpaka kule store hapo kuna laga kina Azizi. Akamwambia sikiliza, sasa wewe utalala hapa. Tafadhali nakuomba niache niondoke niende kwa kaka kabla kaka ajaanza kuamka. Anambia sikiliza tafadhali, nakuomba basi tukae wote hapa, ni baridi sana. Ila bibi anambia sikiliza, wewe bwegi baki hapo kabla kaka aje kutua bana. Mwisho wa siku bibi yule kaondoka. Sasa wale wakapata chakula cha usiku. Ile chakula cha usiku kilikuwa ni kitamu sana. Bibi yule alianza kuandaa supu moja matata sana. Ile supu ilifanya kila mtu achanganyikiwe. Ila mwisho wa siku bwana David akamwambia sikiliza, hii supu ni tamu sana na lazima nitakuajiri kama mpishi mkuu. Kitendo kile kilimkwaza sana mama yake na David, akamwambia huyu mke wangu hawezi kufanya kazi kokote pa, labda mimi nisiyo hai. Ila mwisho wa siku ule mke akatoa uvivu na bibi anamwambia sikiliza, kama ni supu na hiki chakula chenu kunyweni wenyewe. Mwisho wa siku ule mama akaondoka. Sasa akabaki wale, anamwambia sikiliza, hii supu ni tamu sana, lazima nitaweka kwenye menu ya pale hotelini. Mwisho wa siku wale wawili wakaendelea kula zao. Sasa upande wa pili kubibie Zela alipata kupigwa simu na dada yake kumwambia kwamba usiku huu sitaweza kuweza kula hiyo sahuri yetu pamoja. Sasa upande wa pili na vidogo janja vikaamka vikasema na sisi tunataka tupige hii sahuri. Ile mwisho wa siku wale vidogo vikaanza sinzia. Sasa bwana mkubwa Jemo akaanza kuwapa wadogo zake semina, akaanza kumwambia sasa maisha inabidi tupambane kwa wenyewe. Tafadhali wadogo zangu, naomba tuweze kwenda kuishi kwa umoja. Sasa mwisho wa siku wale wadogo janja wakamnao kabidi wapatiwe supu ili waweze kunywa wakapumzike mapema.